Sikutaka uwe na mawazo mengi mwanangu. Nilikuwa naona tayari unapambana sana. Miaka ilivyozidi kwenda, nilianza kuamini maisha yanabadilika kweli. Nilihama kile chumba cha uswahilini nikapata sehemu nzuri kidogo. Sio ya kifahari, lakini angalau mvua ikinyesha sikuwa naweka ndoo katikati ya nyumba. Mama alikuwa mwenye furaha sana. Kila nikimtumia pesa kidogo alikuwa ananiambia, sikiliza nikwambie mwanangu, usichoke kufanya mema. Mungu huinua walioanguka. Nilikuwa najitahidi sana kazini. Usiku nalala saa 7 naamka saa 11. Nilikuwa naota siku moja nifike mbali na nibadilishe maisha ya familia yangu. Lakini kuna kitu sikukijua bado. Maisha yakishaanza kunyooka kidogo, watu huanza kubadilika. Marafiki waliokuwa hawapokei simu zangu zamani, ghafla wakaanza kunitafuta kila siku. Bro, si unajua maisha magumu. Nitumie 20,000 nitakurudishia kesho. Na kwa sababu nilijua uchungu wa kuomba msaada, sikuwa nakataa. Mpaka siku moja nilipigiwa simu usiku wa manane. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wangu wa kike analia. Kaka, njoo haraka nyumbani. Tumpeleke mama hospitali, ameanguka ghafla. Dunia ilisimama. Nilichukua bodaboda usiku ule nikiwa hata sijavaa vizuri. Moyo ulikuwa unanidunda mpaka nikahisi kupungukiwa pumzi. Tulimkimbiza hospitali. Daktari alitoka baada ya muda mrefu sana akasema, mama yenu amekuwa akiumwa muda mrefu, lakini alikuwa anaficha. Niligeuka kumtazama mama akiwa kitandani dhaifu sana. Macho yake yalikuwa hayana nguvu kama zamani. Nikamuuliza mama yangu kwa sauti ya chini, kwa nini muda wote huu umekaa na hii siri bila kuniambia mama yangu? Sikutaka uwe na mawazo mengi mwanangu. Nilikuwa naona tayari unapambana sana. Nilishindwa kujizuia. Machozi yalinidondoka pale pale hospitalini kama mtoto mdogo. Kwa mara ya kwanza nilihisi hofu ya kumpoteza mtu aliyekuwa kila kitu kwangu. Usiku ule nilikaa nje ya hospitali nikatazama watu wakipita. Nikagundua kitu kimoja cha muhimu sana. Tunahangaika sana kutafuta pesa, mpaka tunasahau watu waliokuwa wanatuombea kimya kimya tushinde maishani. Nilitoa simu yangu nikaanza kufuta baadhi ya matumizi ya hovyo niliyokuwa nafanya. Safari, starehe na marafiki feki. Kwa sababu niligundua jambo moja muhimu. Hakuna utajiri unaouma kama kuwa na pesa mfukoni, huku mzazi wako anaumwa bila msaada. Na hapo ndipo maisha yangu yalibadilika tena kwa mara ya pili. Je, itakuwaje? Mama atapona au nini kitaendelea? Usisahau kufuatilia sehemu ya 3. Ili kuendelea kupata video hizi nzuri, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel ya Aliko Baraka kwa motivation zaidi. Ni maajabu ya Baba alichofanya kwangu, siwezi kuelezea yote.